Karibu sikiliza simulizi kutoka kwa followers wangu, imeandaliwa na Steve Mwanjoka Profesa. Nitaisoma kama yeye alivyoandika. Mwaka 2022 baba alifariki. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto watatu. Mama yetu alishafariki tangu 2016. Mimi nilishatoka nyumbani, naishi maisha yangu pia. Ni mwalimu wa sekondari kwenye shule moja ya hapa mkoani Morogoro. Mdogo wangu wa kiume anayenifuatia, japo amesoma ila ameamua kujikita kwenye kilimo. Maisha sio mazuri kivile, lakini sio mabaya pia. Riziki kidogo za kuendesha maisha zinapatikana. Baba alipofariki, alituachia nyumba moja maeneo ya Misufini, kiwanja kimoja maeneo ya Bigwa na mashamba makubwa matatu. Moja alipo Kauzeni na mawili yapo Misongeni, yote hapa mkoani Morogoro. Lakini pia kwenye akaunti yake ya benki kulikuwa na takriban shilingi milioni 78 za Kitanzania. Hesabu zangu zote zilikuwa kwenye pesa tu. Kama nyumba nilisema nitajenga ya kwangu, ila hii 78 milioni tukigawanya watoto watatu, hapo sikosi kama milioni 26 hivi. Siku moja nikipigiwa simu na rafiki wa zamani wa sekondari hadi chuo kikuu, tulipenda kumuita mzee wa balaa, maana jamaa alikuwa mtu wa matukio sana. Jamaa aliniambia, "Brother, nimekukumbuka sana. Nimesikia kuhusu urithi wako bwana. Mimi sasa niko na kampuni inayosaidia watu kurejesha na kuweka salama mali zao za urithi." Nikamuuliza upo wapi siku hizi, akasema, "Siku hizi nipo Bongo, Dar es Salaam. Tuna ofisi huku Dodoma na Morogoro. Tunaweza kukusaidia kuhamisha nyumba na mali zote kwa jina lako kirahisi, kisha utaangalia sasa kama uwagawie wadogo zako au mali zote ziwe zako peke yako. Lakini jambo lingine muhimu, tunaweza kukusaidia kuweka pesa zako kwenye investment yenye faida kubwa sana. Ukiweka milioni 10, unapata milioni 10 nyingine kila mwezi. Ukiweka milioni 78, unapata milioni 78 nyingine, yaani baada ya mwezi una uhakika wa kupata milioni 156. Kama upo tayari, tufanye faster kabla hao madogo hawajashtuka." Jamaa aliniambia kampuni yao ni kubwa sana na wamesaidia watu wengi sana. Eti pia siku chache zilizopita wamepokea tuzo kutoka kwa waziri mkuu ya kuwa kampuni bora yenye huduma za uhakika. Baadaye alinitumia picha ya leseni na picha ofisi yao, kisha akatuma hati za kampuni yenye muhuri na hata video fupi ya wateja wengine wakishukuru. Alisema wanahitaji tu kodi ya usajili wa mali na faini ya kodi ya mapato iliyobaki ili waweze kuanza taratibu. Jumla ilikuwa shilingi milioni 12, lakini akaniambia kwa kuwa mimi rafiki yake, basi atanifanyia kwa milioni 10 tu. Nikaona jamaa na moyo mzuri sana, bado anakumbuka urafiki wetu wa zamani. Nikaona fresh, hii pesa ndogo tu, kwa sababu nilijua kuna tofauti ya kodi kati ya urithi na mauzo, lakini pia kuna faida kubwa mbeleni. Nikatuma pesa hizo kwa awamu 2 kupitia simu. Baada ya hapo, alianza kunisumbua tena. Kuna tofauti ndogo ya shilingi milioni 3,200,000 kwa ajili ya stamp duty ili nyumba iwe registered kwa jina langu rasmi. Hapo alinipunguzia 200,000. Nikaona jamaa mtu poa sana. Akanieleza kuwa ikiwa sitamaliza, nyumba itauzwa kwa mnada na pesa zikachukuliwa na serikali. Nikatuma bila kusita. Sasa jumla ikawa milioni 13. Baadaye akaniambia wananifungulia akaunti mpya ili pesa zilizobaki kwenye akaunti ya baba tuzihamishie kwenye akaunti mpya ya jina langu. Alisema haya ni maelekezo kutoka katika Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Tulifanya hivyo, pesa zote tukaziweka huko. Mimi nikasaini tu. Niliambiwa hiyo ni akaunti ya kuwekeza, hivyo siruhusiwi kutoa pesa hadi faida izalishwe. Eti hii ni akaunti maalum ambayo ndani ya mwezi tu faida inakuja mara 2 yake. Muda tunasubiri faida kutoka bank account ya kuwekeza, tuliweza kubadilisha hati za nyumba isomeke kwa jina langu. Baadaye wakasema kama hii litanigombanisha na ndugu zangu, basi bora tufanye transfer kwa mtu mwingine ili ionekane kama nyumba imeuzwa kwa mtu huyo. Tulifanya hivyo haraka. Baada ya mwezi mmoja, nilimpigia simu rafiki yangu huyo, mzee wa balaa, kuulizia faida ya investment. Alianza kunipa visingizio. Meneja wetu wa Morogoro ameenda kwenye msiba. Benki inahitaji siku 2 zaidi. Tuko kwenye mkutano na TRA.
Hatimaye simu ikawa haipatikani kabisa. Nikaenda ofisini kwao hapa Morogoro, kumbe ilikuwa si ofisi bali ni nyumba ya kawaida ya kupanga. Hapo hapakuwa na alama yoyote ya kampuni. Kuuliza wenye nyumba, walisema kuna mpanga alipanga kwa mwezi mmoja tu na mtu huyo aliondoka bila kulipa kodi ya pili. Hivi sasa kuna watu wamekuja wanadai tuhame hapo, kwamba nyumba imeuzwa, na kwenye hao waliokuja simfahamu hata mtu mmoja. Hawa watu wana documents za kuuziwa nyumba kisheria, na documents zote zina mihuri ya kisheria kwamba mimi ndiyo muuzaji. Pesa za benki ambazo tulihamishia kwenye akaunti nyingine walizitoa zote, kumbe ilikuwa ni akaunti ya kawaida, sio ya kuwekeza, na password waliweka wanaijua wao. Nyumba ya urithi na pesa milioni 78 zimepotea kama upepo. Wenzangu wamenijia juu kwamba nimefanya ujanja kuuza nyumba ya urithi. Kwenda kuangalia kwenye akaunti ya baba, pia wanaona salio linasoma hakuna hela, na akaunti zote ambazo zilipokea miamala mwisho kutoka kwenye akaunti ile zimekuwa deactivated, yaani hazipo tena. Lakini moja kati ya akaunti hizo ina jina langu. Nipo kwenye mtihani mgumu sana ndugu zangu, hata sijui naponaje hapa. Naomba ushauri wenu tafadhali.